Tazama hiyo video. Is your name in this book of life? This is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how he got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Must be an angel, so he said. Mr. Angel, I'm a stranger, don't know what's going on. I remember was I slept last night. This is a border town that takes you where you get a crown. Must have head of heaven where you came from. Only those whose name I find written in this book of life will forever be in paradise. Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Da, 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 da. Sasa huo wimbo nimekuwa nikiujua miaka mingi sana, na kati ya mambo ambayo tumekuwa tukiwaza kwamba kuna kitabu cha uzima ambacho tunaenda kukutana nacho siku ambayo tunaenda kuonana na Mungu. Lakini kwa habari njema zilizopo ni kwamba muhuri wa 7 umevunjwa, uko wazi. Na kama hujui habari za muhuri wa 7, unaweza ukaenda ukachukua Biblia yako ukasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa 1. Unasema hivi: hata alipofungua muhuri wa 7, kukawa na kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Nami nikaona wale malaika 7 wasimama mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu. Sasa hapo hoja yangu ni juu ya muhuri wa 7, ya kwamba muhuri wa 7 umeshavunjwa, uko wazi. Na muhuri wa 7 ni muhuri ambao ulikuwa na siri zote ambazo zilikuwa zimefichwa. Ukienda kwenye sura ya 10 hapa ya kitabu cha Ufunuo, utaona kuna siri ambazo zilikuwa zimefichwa, ambao moja wapo inasema tusome: tukisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Anaendelea kusema, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba au ngurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Anaendelea kusema, hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika. Huyu ni Yohana anayesema, alikuwa amebebwa katika roho, yuko uweponi kwa Bwana siku ya Bwana. Ngurumo 7 zikatoa sauti zake. Zilikuwa ni ngurumo zinaunguruma, lakini yeye anasema hivi, hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiyaandike. Kwa hiyo alikataliwa Yohana, kati ya vitu vyote ambavyo aliviandika hakuruhusiwa kuandika yale maneno yaliyonenwa na zile ngurumo 7. Watu wengi wangeyasikia wangejua ni ngurumo tu, lakini yeye Yohana
alielewa kwamba hizi sio ngurumo, huu ni ujumbe uliokamilika, na hizo ngurumo 7 zikatiwa muhuri. Kwa hiyo Yohana alizielewa, lakini hakuruhusiwa kutuambia siri ni nini. Na yule malaika niliyemwona akasimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapatakuwa na wakati baada ya haya. Yani hapatakuwa na wakati baada ya hayo kufunguliwa. Yani hiyo muhuri iliyofungwa, hizo ngurumo 7, hiyo ujumbe uliofungwa utakapofunguliwa, hizo ngurumo 7 zitakapofunguliwa, hapatakuwa na wakati baada yao. Na anasema hivi, anaendelea kusema, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7. Kwa hiyo kumbe kutakuwa na siku za sauti ya malaika wa 7. Atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyohubiri watumishi wake hao manabii. Kwa hiyo kumbe amesema isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7. Kumbe kunatakiwa kuwepo na malaika wa 7 ambaye kuna siku atakuwa tayari kuipiga baragumu. Kupiga baragumu sio kupuliza tarumbeta kama mnavyodhani. Kupiga baragumu ni kuhubiri Injili. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa. Sikiliza, mtu anapigaje kama unaichukua kama baragumu ya kawaida? Ina maana mstari wa mbele hauna maana. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa. Kama ni baragumu ya kwanza, itapigwa baragumu tu kama tarumbeta, alafu sasa siri itatimiaje? Siri haitatimia. Kwa hiyo kupiga baragumu, anasema hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyohubiri watumishi wake hao manabii, kama alivyowahubiri hao watumishi wake manabii, akiwepo na Yohana mwenyewe amehubiriwa kwamba hayo maneno yatie muhuri mpaka malaika wa 7 atakapokuja kufungua hayo mambo. Kwa hiyo muhuri wa 7 ndio huo ulikuwa umeficha hizo siri hizo za ngurumo 7 zimefichwa ndani ya muhuri wa 7, na Biblia inasema siku za malaika wa 7 siri zote zitafunguliwa. Na nikwambie ukweli ni kwamba muhuri wa 7 umekwisha kuvunjwa, ngurumo 7 zimekwisha kufunguliwa, na ninajua siri zake. Namshukuru Mungu kwa neema ya Mungu nimeweza kuziona. Nimeona hiyo siri Mungu amenionyesha, kwa sababu nimemuona huyo malaika wa 7 akivunja hizo siri ambazo zimekuwa zimefichwa, ambazo Yohana alikataliwa kuziandika. Alizijua lakini alikataliwa kuandika hizi siri. Pia ukienda kwenye kitabu cha Danieli aliziona, alishindwa kuelewa kabisa, lakini Yohana alizielewa akakataliwa kuziandika. Leo hii sisi tunaoishi leo hii tunaona maandiko haya yanatimia machoni petu. Na napoangalia hicho kitabu cha uzima ni nini, kuna watu kitabu cha uzima kinazungumziwa sana kwenye Biblia. Kitabu cha uzima. Kwa ufupi ni kwamba huo wimbo ni mzuri, na unapoongelea kitabu cha uzima kulingana na muhuri wa 7 unavyotufundisha, kitabu cha uzima si kitu kingine chochote kile isipokuwa hiyo Biblia unayoidharau. Hiyo Biblia ambayo wewe unaiona, hicho ndicho kitabu cha uzima, na huo ndio muhuri wa 7 unachokwambia. Kwa hiyo kama huiamini Biblia, hakikisha jina lako linapatikana ndani ya Biblia. Unaliona jina lako. Kama ulioni jina lako, basi mtafute huyo malaika wa 7 kuonyesha jina lako lilipo. Mimi nimeliona jina langu kwenye hicho kitabu cha Mwanakondoo. Hicho ndio kitabu cha uzima cha Mwanakondoo kwenye Biblia hiyo. Nimeliona. Majina yote ya watu wote hapo. Majina yote yapo. Lakini sasa kitu pekee ambacho labda naweza nikakwambia ndugu yangu ni kwamba kwenye huo wimbo naona jamaa wameanza kutafuta majina kwenye hicho kitabu kikubwa. Anatafuta majina. Jamaa mwishoni hakuona jina lake, lakini alitakiwa alione. Iko hivi, either umekubaliana na kitabu au umekataliana na kitabu, unatakiwa ulione jina lako humo.
Lakini sasa kama hujui namna ya kuliona, hiyo ndio shida. Iko hivi, tukisoma kitabu cha Ayubu, ngoja nifungue hapa Ayubu tu moja. Tusome Ayubu mara moja. Ayubu sura ya kwanza. Tunaona Mungu ni tabia yake kutujadili watoto wake. Ayubu moja. Tunaona palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Sasa Biblia inamuongelea huyo Ayubu. Ni neno la Mungu, Biblia ni neno la Mungu, linamuongelea Ayubu. Tunaliona jina la Ayubu. Kama inavyomuongelea Ayubu, ndivyo ninavyoliongelea jina langu, ndivyo ninavyoliongelea jina lako. Sawa? Sasa ukienda kwenye mstari wa 6 inasema hivi, ilikuwa siku moja ambapo hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na tembea huku na huko, huku na humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ona sifa hizi zilizo nzuri ambazo anapewa Ayubu. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo duniani unaweza ukaishi kama Ayubu, au unaweza ukachagua kuishi upande wako kama Yuda, au unaweza ukachagua kuishi kama mwizi wa msalabani, yule ambaye aliamua kukubaliana na Yesu, au kuishi kama mwizi yule wa msalabani ambaye alimshutumu Yesu, akamwambia, wewe mbona uliwaokoa wengine, jiokoe mwenyewe na tushushe na sisi. Lakini pia unaweza kawa kama mwizi wa msalabani yule ambaye sema, akamkemea mwenzake akamwambia, wewe hivi umuogopi hata Mungu? Sisi tunasulubiwa kwa sababu tunastahili hii adhabu, lakini yeye hastahili. Sisi ni majambazi, tunakufa hapa kwa sababu tunastahili haya, lakini huyu hastahili. Akamgeukia akasema, Bwana, na kuomba unikumbuke katika ufalme wako. Yesu akamwangalia akamwambia, leo hii na kuhakikishia, leo hii tutakuwa pamoja peponi. Haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hakika nabarikiwa na maneno hayo. Kwa hiyo kila mtu ana maisha ya namna hiyo, na kitabu cha uzima kinakuonyesha, kwa sababu Biblia imetabiri maisha yote kuanzia mwanzo wa kuumbwa vitu mpaka mwisho wa vitu vyote vitakapoisha. Kwa hiyo inamaanisha na majina ya kila mtu jina lake lipo humo ndani na linaonekana kwenye upande mmoja. Sasa ndugu yangu, je, jina lako? Swali kwangu linakuwa, je, jina lako liko upande gani kwa kitabu cha Mwanakondoo? Je, limeandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo na damu ya Mwanakondoo kama msaliti, au kama mtu ambaye anaungana naye? Kama msaliti ni pale ambapo jina lako litakuwa ni mojawapo la majina ambaye anamsaliti, anakataa neno la Mungu. Yaani unalisaliti, unalikataa neno la Mungu kwa namna moja au nyingine, au unaziaki neno la Mungu, au unalibishia. Huo ni upande mmoja. Au unaweza kaa upande wa kukubaliana nalo, na kukubaliana nao, huo ndio upande wa kitabu cha Mwanakondoo, majina yaliyoandikwa kwa damu ya Mwanakondoo. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele, abadiliki. Inamaanisha kila siku tunapoishi tunaliishi hili neno. Unaweza ukachagua kuliishi either positive ama kuliishi negative. Ni maamuzi yako. Iko hivi, kama wale mitume ambao
tumewazoea siku zote. Mitume ambao tumekuwa tukiwaona, mitume wa kwenye Biblia, mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama Paulo. Paulo alikuwa akihubiri injili ya Yesu Kristo, na alikuwa ni mtu ambaye kwanza kabla hajaanza kuhubiri injili, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anawaua watu waliokuwa wanahubiri injili ya Kristo. Yaani alikuwa anaua mitume wa Kristo. Baadaye Yesu kumbe alikuwa amemwandaa yeye kuwa mhubiri wake, kuwa mtume wake, mmoja wa mitume wake. Akakutana siku Paulo ndio amepanga kufanya shambulio kubwa dhidi ya Bwana. Yaani amepanga shambulio kubwa kwenda kuwaua watu wa Bwana, kuwakamata na kuwafunga ili awaue, ili wasiendelee kuhubiri injili. Akakutana na nguzo ya moto, ikampiga chini, na ilipompiga chini akaanza kuhubiri injili ya Yesu. Leo hii na wewe umekutana na nguzo ya moto. Leo nguzo ya moto iko kwa mfumo wa neno, na bado ni nguzo ya moto ile ile. Unapokutana na neno, unaweza kulikataa au kulikubali. Ni juu yako, maamuzi yako, kulikubali neno ama kulikataa neno. Sasa kwa mfano tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 22. Paulo alipokubali kulipokea neno la Bwana, akaanza kuambia watu wa Yerusalemu. Akawa anajitetea kwa watu wa Yerusalemu ambao alikuwa amewafanyia kazi, kwamba mimi hapa nilikuwa upande wenu, lakini mimi nilikutana na Mungu huyo ambaye tunadhani tunamtumikia, akaniambia njia nayo iendea sio sahihi. Na akawashuhudia kwamba nilikutana na nguzo ya moto, na wale watu ambao nilikuwa nao walikuwa ni mashahidi. Akanipa njia sahihi, akaniambia mimi nitubu na nibatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ndio ukisoma hapa Matendo 22 tunaona kuna watu wa aina mbili. Matendo 22 hata nikianzia 14, akasema Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kuja kujua mapenzi yake na kumuona yule mwenye haki na kuisikia sauti itokayo katika kinywa chake, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo ulioyaona na kuyasikia. Basi sasa unakawia nini? Simama, ubatizwe, ukaoshwe dhambi zako, ukilitia jina lake. Paulo, ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Paulo anaeleza namna ambavyo Anania alikuwa anamwambia, wewe ulikuwa unaenda kuwa wa Kristo, lakini njoo ubatizwe kwa sababu umekutana na nguvu za Mungu, na kuanzia sasa geuza njia yako. Paulo akakubali, akabatizwa na Anania, akaanza kuhubiri injili. Lakini watu wa Yerusalemu walipoenda kwa Yerusalemu wakamkataa. Na hapo ukiendelea kusoma mbele, hata hapo watu hao ambao walikuwa wanamsikiliza walifanya nini? Walitaka kumpiga mawe. Soma mstari wa 22. Wakamsikiliza mpaka neno lile, wakapaza sauti zao wakisema, muondoe huyu katika nchi, kwa maana hafai aishi. Wakataka kumuua na Paulo kwa sababu ya kumfuata Yesu. Wewe leo unasema mimi siwezi kumuua Paulo. Unasema siwezi kumuua Paulo, kwanza nitakutana naye wapi? Siwezi kumuua Stefano kama wale waliompiga Stefano mawe. Lakini iko hivi, wewe pia unaweza kumuua Stefano, unaweza kumuua Paulo, unaweza kumsulubisha Yesu msalabani vile vile kama wale walivyomsulubisha. Inategemeana na upande unaosimama. Jina lako liko wapi? Kama umesimama upande wa Mafarisayo na Masadukayo na wazee wa kanisa kulipinga neno la Mungu, ujue kabisa uko upande ule ule. Umesimama upande wa Yuda. Yuda alikuwa na neno hilo hilo kama wachungaji wengi na watumishi wengi ambao wanajiita watumishi wa Mungu. Wakishika neno hilo la Mungu huko akiliuza, wanaliuza ili hali neno la Mungu aliuzwe. Kwa hiyo wanasimama upande ule ule wa Yuda. Unapouza miujiza, ni nani ambaye kuuza miujiza kwenye Biblia? Mbona ni Yesu aliagiza? Nikisoma mimi Biblia yangu kwenye Mathayo 10,
Yesu alisema mmepata bure, toeni bure. Nyinyi mmepata wapi masuala ya kuuza? Mathayo 10. Tusome tu hata mstari wa 8. Sikiliza anavyosema. Anasema hivi: pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Leo hii mchungaji akikuombea tu ukapoa ugonjwa, atakwambia lete sadaka ya kupoza ugonjwa. Sasa ingekuwaje sasa kama angefanya hicho cha kufufua wafu? Angekwambia nini? Angesema lete nyumba yako. Nimefufua mfu wako, lete nyumba yako. Kawaida sana. Lakini Yesu alipokuwa anaagiza kwenye Mathayo 18, anawaambia wanafunzi wake, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Kumbe karama za Mungu haziuzwi. Umepata bure, toa bure. Unapouza, na wewe unayenunua miujiza ya Mungu, unayenunua, unajua unafanya kitendo kama cha nani? Kama cha Simeoni mchawi. Na Simeoni mchawi alipojaribu kununua vipawa vya Mungu, alilaanika. Kwa hiyo inamaanisha wewe kwenye Biblia unaweza kuliona jina lako kama Simeoni mchawi. Yaani wewe kumbe kwenye Biblia, kwenye kitabu cha uzima unaitwa Simeoni mchawi. Njoo tuangalie habari za Simeoni mchawi, Matendo ya Mitume 8. Tutasoma tu. Tuanzie mstari wa 10. Anasema hivi, nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Huyu ni Simeoni mchawi. Anzia mstari wa 9 ndio utaona vizuri. Anasema hivi: na mtu mmoja jina lake Simeoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Alikuwa ni mchawi. Lakini walipomwamini Filipo sasa akaja mtume wa Yesu, anahubiri Injili. Akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo. Wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simeoni mwenyewe aliamini akabatizwa. Sikia, Simeoni mwenyewe akaamini. Yule alikuwa mchawi. Alipomuona Filipo anahubiri, yeye mwenyewe akaamini naye akabatizwa. Akashikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Ishara na miujiza mikubwa sana ilikuwa inatendeka na hao mitume. Na huyo Filipo akawa anashangaa. Na mitume waliokuwa kwa Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imekubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hawajashukiwa hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Sikiliza, walibatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Kumbe kubatiza ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo, si kitu kingine. Mtu akikwambia sijui kubatizwa ni kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu, mwambie huo ni uongo. Na ujue kabisa ukibatizwa hivyo, utuonyeshe kwenye Biblia ni wapi mbatiza hivyo. Inamaanisha ndio utuonyeshe kitabu cha uzima ni wapi kimekuelekeza ubatizwe hivyo. Lakini kama sivyo, ujue kabisa. Ndipo wakawekea mikono yao juu yao na wakapokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapokea Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha, akisema, sikia, akataka kuwapa fedha. Ndio hapo nyewe mnaenda kununua miujiza. Yaani akaona kina Petro na Yohana wanaweka mikono juu ya watu wanapokea Roho Mtakatifu. Yeye baadaye naye aende kawekea mikono bure, yeye akataka kuwapa fedha. Kumbe sio jambo geni. Mnaotoa pesa mnanunua miujiza. Endeleeni kufanya kazi ya Simeoni mchawi. Ole wenu, Biblia inasema. Ole wenu. Anasema nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Kumbe na nyie mnaenda kununua ili na nyie mkauze. Ndivyo ilivyo. Kwa sababu mkiuziwa, si na nyie mtaka mkauze. Mtanunua maji ya upako na nyie mtaenda kuuza maji ya upako. Mtanunua leso za upako, mtaenda kuuza. Mtanunua keki za upako na nyie mtanunua upako na nyie mtataka muuze upako. Lakini sikiliza Petro alivyomjibu mwanafunzi wa Yesu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe. Kumbe kuna watu watakaopotelea mbali. Na mbali unakufahamu ni kuzimu. Kuzimu ndiko mbali.
fedha yako ipotelee mbali pamoja na wewe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama za Mungu yapatikana kwa mali. Karama za Mungu hazipatikani kwa mali. Haleluya. Akamwambia, huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Wewe unayenunua vipawa, unaenda kwenye makanisa, unaambiwa uombewe, lete sijui sadaka fulani, sijui nini na nini, na wewe unaenda kununua. Baadaye uangalia ya kwamba, je, Biblia inasemaje? Kitabu cha uzima kinasemaje? Nimekwambia hivi, muhuri wa 7 umevunjwa na tumekiona kitabu cha uzima. Biblia hii ndicho kitabu cha uzima. Kwenda kinyume nacho ni maangamizi. Unaliona jina lako liko wapi? Je, liko kama kwa Simeoni mchawi aliyetaka kununua miujiza? Au lipo kwa mitume? Angalia Paulo alipokuwa akihubiri, wakamfunga kamba miguu na mikono, wakampiga mawe, kwa sababu alikuwa anahubiri ubatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Alikuwa anahubiri katika Kristo kuna ufufuo wa wafu. Leo hii hata mimi ninapokuambia ubatizo ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo katika maji mengi, sio kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu, wewe utasema hapana. Jitambue ya kwamba uko upande gani, jina lako unaliona wapi? Je, Yesu leo hii akija kuhubiri, si atahubiri kile kile Paulo alichohubiri? Atahubiri kile kile Petro alichohubiri? Atahubiri kile kile alichokihubiri? Yeye alihubiri, alisema watu wakabatizwe kwa jina. Jina la nani? Jina la Bwana Yesu Kristo. Na watu wote kwenye Biblia kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho, wote walibatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hayupo hata mtu mmoja ambaye aliwahi kubatizwa tofauti na hapo. Wote walibatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Sasa iko hivi, kuibishia Biblia haikusaidii, ila tu inaonesha roho yako iko upande gani. Yaani inaonesha uko umesimama upande gani. Upande gani uliko usimama, upande gani upo. Na hicho ndicho unaweza kupata. Lakini kukubaliana na Biblia, hapo ndipo unaweza kupata uzima. Nisikilize ndugu yangu, uzima uko kwa Bwana. Ungana na Biblia leo, ukubali wokovu. Njoo tumalizie wimbo wetu ili maana
that he stands. Let him take it lest he fall. Only the pure in heart will see Jesus. Those whose garments glow with purity. Is your name in that book of life? Is your name in that book of life? There. Is your name in that book of life? Tell me, is your name in that book of life? There. Think about it. Fikiria juu ya hilo ndugu yangu. Je, unaposoma Biblia, unaposoma Yohana 3:16 inaposema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili mimi Azania ni muamini nisipotee. Si ndio? Weka jina lako hapo. Sema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili mimi Esther nisipotee bali niwe na uzima wa milele. Ulione jina lako humo. Muhuri wa 7 umeshavunjika. Mungu aliahidi atavunja muhuri huo kupitia malaika wa 7. Unamfahamu malaika wa 7? Kama umjui, jitahidi umjue, kwa sababu kuto kumjua Nuhu haikuwasaidia watu kuepuka mafuriko. Na pia wengine walimjua Nuhu, lakini walipomjua Nuhu walimdharau, hawakutaka kumuelewa. Wakazani amechanganyikiwa. Dhahiri haikuwasaidia. Kwa sababu gani haikuwasaidia? Walitakiwa kufa na mafuriko na walikufa na mafuriko. Lakini natambua kwamba kuna wachache ambao Bwana amejiwekea tayari mioyo yao iko safi kwa ajili ya kuamini kila neno la Mungu, kila ahadi iliyoahidiwa katika Biblia, wakijua ya kwamba ni ya kwao, wakijua wao wanatakiwa kusapoti Biblia, kusapoti maneno ya Biblia na kuyaishi kama yalivyo, na kuchukua upande ule mzuri mwema wa kukubaliana na neno na sio kupingana na neno. Mungu awabariki sana. Kama utanitafuta, mimi napatikana kwa namba 0754922867. Mungu akubariki sana. Na tuombe. Bwana Yesu, na kushukuru kwa ajili ya neno hili fupi ambalo Bwana umelisema kupitia kinywa changu. Asante Mungu kwa ajili ya upendo wako na nguvu zako Mfalme. Naomba neno hili likafanyike uzima na uponyaji ndani ya wengi, wakajue ujumbe ambao Baba umeuleta kwa ajili ya wakati huu, kwa ajili ya kuokoa watu wako na kuita watoto wako. Tuzidi kusogea miguuni pako na kuepuka yale maangamizi ambayo yameandaliwa siku ya mwisho, kwa kuwa wewe Mungu ulitupenda wala hutaki hata mmoja angamie, bali wote tufikie uzima wa milele. Waponye wenye ugonjwa, wenye maumivu, wanaokutafuta wewe kwa mioyo ya kweli na dhati. Bwana uonekane katikati yao na ndani yao na ukawaponye. Katika jina la Bwana Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen. Karibu tena siku nyingine.